MURATA wa Ngai. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ĩkuuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV nokuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Maandĩko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tugota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we do embrace the weakness yaku. Do embrace ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kire Ngai agukuigire ni giakura na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai tuikaraga ta mutumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mutumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota ku expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o mwambĩrĩrio nginyagia wa kana wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, MURATA wa Ngai, ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. 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 Lord of Lords, faithful and true Lamb of God, we want
worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. Sing again. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. King of kings, Lord of lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. We empty our spirits, O Lord. We give you all the glory and all adoration, O God. You are worthy to be exalted. You are worthy to be magnified. You are worthy to be lifted up, O King of kings and Lord of lords, Alpha and Omega. You are the beginning and the end. You are the first and the last, O God. There is no other God beside you, O Lord of hosts. We worship you, O God, above all limitations, above all powers and principalities, O God. We worship your holy name and we declare that you alone reigns, O King of all the glory. There is no other God beside you, my Father. There is no other King beside you, Jehovah Lord. El Shaddai, Elohim. We worship you, Jehovah Father. We worship your name, Jehovah Lord. Yahweh, 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 Yahweh. You are glorious, so glorious in your ways. You are glorious, so glorious in your ways. Yahweh, 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 Yahweh. You are wonderful, so wonderful in your ways. You are glorious, so glorious in your ways. You are mighty, so mighty in your ways. You are mighty, so mighty in your ways. You are beautiful, so beautiful in your ways. You are beautiful, so beautiful in your ways. You are marvelous, so marvelous in your way. Elohim Adonai, Elohim
Elohim Adonai. 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 Theophilus TV, Murata wa Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩmakarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa gũkũ thĩ. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mũndũ wa thĩ ena weaknesses nyingĩ. Mũndũ wa thĩ no akwĩre ũmũthĩ, no rũciũ nĩ agarũrire mbaũ akwĩre ũndũ ũngĩ. No, when you are a pessimist, ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Maandĩko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwĩ Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we ndwa embrace the weakness yaku. Do I embrace it when you reka weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kire Ngai agukuigire ni gia kura. Na ngiuga maita maingĩ hinde twahonoka tuingĩra thamaki-inĩ wa Ngai. Tuikaraga ta mutumia wina ihu. Ndũngĩkora mutumia wina ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era. Kana agithie na andu kana agithiania na iritu athianagia na atumia aria magite ciana kana atumia mena andu take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota ku expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o amwambĩrĩrio nginyagia wakana wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ndũkahĩtũkwo. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩmakarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki.
Guku gwa Theophilus TV no kuo wamukagira tafarira ciothe cire na kiguni muturire-ini waku. Na riu turakurehera tafarira ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thini wa tafarira ya Theegi wa Njamba. Haha turigayana gakiugo kia Ngai oroho tukamurika ciegi miturire itu na muno makeria we uritwo ni hinya. Mandiko ni muigaga ati kugwatwo ni kirumi ni mundu ure wikaga atia ni mundu ure wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire bao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Mandiko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we do embrace the weakness yaku. Do embrace the ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kiria Ngai agukuigire ni gia kura. Na ngiuga maita maigi hinde twahonoka tuingiro thamaki-ini wa Ngai. Tuikaraga ta mutumia wina ihu. Ndungikora mutumia wina ihu ati kirabu thaa kenda cia utuku ni guthia arathia rwimbo. Ndungimukora ekirite pamu kana agiteng'era kana agithie na andu kana agithiania na iritu athianagia na atumia aria magite ciana kana atumia mena andu take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota kwi expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o amwambiririo nginyagia wakana wona cihanda thaa kenda cia miaraho o guku mitambo-ini ya Theophilus TV. Murata wa Ngai ndukahitukwo.
Theophilus TV, MURATA wa Ngai. 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 Bwana, siku zote ni kuabudu Bwana, ninapenda ni kuabudu Bwana, siku zote ni kuabudu Bwana, ninapenda ni kuabudu Bwana, siku zote ni kuabudu Bwana, nikuabudu, 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 nikuelewe, nikuelewe, nikufahamu, nikufahamu, oh nikujue, nikujue, nikuelewe, nikuelewe, nikufahamu, nikufahamu, oh nikujue, nikujue, oh ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana, ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana, oh nikuabudu, nikuabudu, oh nikufahamu, nikufahamu, oh nikuelewe, oh nikuelewe, oh nikufahamu, nikufahamu, oh nikufahamu, nikufahamu, oh nikuelewe, nikuelewe, oh nikufahamu, fahamu, oh ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana, ninapenda nikuabudu Bwana, siku zote nikuabudu Bwana. Hilo ndo ombi letu siku ya leo Bwana, ya kwamba tungependa kukufahamu na kukuelewa, tungependa kukujua siku ya leo Bwana. Tunakuomba Bwana ukaweza kutufundisha jinsi ulivyo Bwana, ukaweza kutufundisha Bwana vile ambavyo Bwana unavyopenda katika jina lako Jehova. Tunakuomba ukaweza kuweka maarifa yako ndani ya vichwa zetu, tufahamishe Jehova, tusaidie kukuelewa, tusaidie Jehova kukujua, tusaidie Bwana kuweza kujua njia ambayo Bwana ungetaka tupitie ili tukaweza kukufahamu Jehova, ya kwamba wewe ndio njia, wewe ndio ukweli na wewe ndio uzima Bwana. Tunaomba ukaweza kutufunulia hiyo njia Bwana Jehova. Tunaomba uwepo wako ukaweza kwenda pamoja nasi, nguvu zako ziende pamoja nasi siku ya leo, neema yako ikaweza kutembea nasi Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ukaweza kuwa pamoja nasi tunapoendelea katika service ya siku ya leo. Nguvu zako Bwana zikaweza kuwa pamoja nasi katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Karibu sana mtazamaji wa Theophilus TV, MURATA wa Ngai.
Tuko katika show ya Theegi wa Njamba na mimi Pastor Ngechu David. Nimeokoka jioni ya leo. Yesu ni Bwana ndani yangu na nakiri msalaba wa Yesu Kristo kila siku ya maisha yangu. Naendelea nikimwambia kwamba anisaidie katika hii njia ya wokovu, akaweza kunishikilia so that I may reach where he wants me to reach, in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. The cross of Jesus Christ ndo kitu ya maana sana katika maisha yangu. So I'm dead, I'm buried, and I've resurrected with Christ Jesus, and I hold the testimony of the Lord Jesus in my lips, in the name of the Lord Jesus Christ. So karibu sana katika show ya siku ya leo, ili tukaweza kujua kile ambacho Mungu ametuandalia. Najua ya kwamba roho yako inatamani kile ambacho Mungu anachotaka kutufundisha. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Welcome wale ambao wako katika Theophilus TV, tuna welcome sana. Wale ambao wako katika Facebook, tuna welcome. Wale ambao wako katika YouTube, tunawaalika katika service yetu, na feel free to be here. This is the house of the Lord, this is the altar of God, this is the tabernacle of the living God. You are free to ask any question in our platforms, we can answer you, so that tuendelee kuelimishana na tukaweza kujua kile ambacho Mungu anachokusudia nasi katika jina la Yesu Kristo. So tumekuwa tukiongea kuhusu sexual immorality and other related perversions, na tumekuwa tukistudy hiyo topic, na tumejana tukakuwa tukistudy ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu anapotupeleka na kuna jambo ambalo Mungu anahitaji kila mtu afanye katika maisha yetu. Producer, unaweza nitolea feedback katika jina la Yesu Kristo, utabarikiwa sana. So tukajua kwamba kuna mahali ambapo Mungu anaelekeza kila mtu. Kila mtu kuna mahali anaelekea. And we cannot live for our own selves and fulfill what the Lord wants us to fulfill. Ya kwamba tukiishi kali na vile ambavyo sisi tunafikiria, tutakuwa mbali sana na kile ambacho Mungu ametuwekea. Na tukakuja kujua kwamba we are not alone under the sun. Wakati ulikuja kwa hii dunia, we are not alone. We have adversaries, we have enemies, we have an opposition. Tuko na maadui wengi sana. There are oppositions right and left. Na tukakuja kujua kwamba there are things called monitoring spirit. Na hizo monitoring spirit ni maroho ambazo hufuata mwanadamu kila wakati, every step of your life zinakufuata. They monitor every step of your life. They monitor every progress of men. So tukakuja kujua kwamba if we don't connect ourselves with the Spirit of God, if we don't connect ourselves with the sovereign Lord, ya kwamba we have a soul in us and we have a spirit in us. So one thing ni ati sisi wenyewe tukikosa kujiconnect na the Spirit of God, hatuwezi download knowledge kutoka kwa ufalme wa Mungu straight to us. Because the scripture says that they shall know the truth. This truth, you can only know it after you connect yourself with the Spirit of God. So kuna roho wa Mungu na kuna roho ambao Mungu aliweka ndani yetu. If we don't connect ourselves in the truth and in the Spirit, there is no way tunaweza jua hii ukweli. Ya kwamba mtu anaweza ishi kwa slavery maisha yake yote kwa sababu ya mambo kadhaa ambayo yeye mwenyewe hakuweza kuyajua. That's what the scripture says, they shall know the truth. The knowledge of truth is the one that sets you free. Deliverance ni process. It is just like transformation. Salvation is a process. It is an everyday journey. Sio kitu ya siku moja na inaisha. Ya kwamba if you are not attentive, if we are not careful each and every step of our lives, tunaweza danganyika rahisi sana. If we are not connected to the Spirit of God 24/7, itakuwa ni ngumu sana sisi tukaweza kushinda hii barabara. Because the Bible says, let your lamp stay lighting each and every second of your life. Taa yako iishi kama inawaka. Kwa sababu wakati itazima, that is when the bridegroom is going to come. So Bwana wabariki sana. Leo nataka kukukaribisha Joyce Ndamayo, God bless you so much. Nancy Kamau, God bless you so much. Grace Loman, God bless you so much. Molly Wanjiku, God bless you. Pastor Karo Njeri, our bishop, Mungu akubariki sana. Benedetta Ndegwa, Mungu akubariki. Nimo, Mungu akubariki sana. Milka Gitau, Meriteri, God akubless sana. Lois Ndamayo, and tuko na Benedetta anasema amen. God bless you so much. And Catherine Kariuki, Mungu akubariki sana na kutendee mema. Tunapoendelea na topic ya siku ya leo, Naomi Muthoni Mso, Mungu akubariki sana na kutendee mema. Today nilikuwa nataka tusome katika kitabu cha Matthew chapter 5 from verse 27. Mathayo 5 mstari wa 27. Matthew chapter 5 verse 27. This is what the scripture says. And you heard that it was said to those of old,
you shall not commit adultery. But I say unto you, that whoever looks at a woman and lusts after her has already committed adultery with her in his heart. Bwana Yesu asifiwe sana. This is Jesus speaking. Anasema kwamba you heard that it was said by those of old that you shall not commit adultery. But Jesus Christ wakati alikuja, he came and told us, but I say unto you that whoever looks at a woman and lusts after her has already committed adultery. Let me give you a brief understanding of the pattern of what deceives a man, or what defiles a man. Acha nikupatie a brief pattern. I want to give you a formula. This is what happens. Whoever looks at a woman and lusts after her, those are two kind of things. Kuna kuona na kuna kulust. There are these physical eyes, these two eyes that sees. But there are other eyes in your heart that perceives. There is the eye that sees and there is the eye that perceives. So if you're not wise enough to understand, wewe mwenyewe uta bring the image straight up to your heart and you're going to sin against the Lord. Let me tell you, we live in a very wicked generation, that there is evil surrounding us each and everywhere we go. Ukienda right, utapata there is evil. If you go to the left side, utapata there is evil. Ukitembea kwa barabara, utapata wasichana wanavalia half naked. Ukitembea kwa barabara, utapata na vitu mingi sana, detestable things that are done even at night. Evil surrounds us wherever we go. And one thing is that you cannot hinder your eyes from looking. But there are two things. There is something else. There is perception. There is the outer eyes and there is the inner eyes. So wakati wewe umeona na macho yako, and then you are not wise enough to guard your heart, like the Bible says in the book of Proverbs chapter 4 from verse 20 hapo chini, inasema guard your heart, for out of it flows the springs of life. Now wakati yenye hii macho imeona, and then you do not have the wisdom to guard your heart, to guard these eyes, to guard that picture from entering into the eyes of the heart. Because when the eyes of the heart sees that image, it is going to be deceived. That is where the scripture says that the heart is the most deceitful. Whatever you expose your heart to, you deceive it with that thing. So whenever wewe umeona kitu, and then that graphical image, you send it straight to the eyes of your heart. You open a gateway for the evil one in your soul. You usher evil in your soul. That is why Jesus said that you heard that it was told you shall not commit adultery. But let me tell you something much deeper than that. That whoever looks at a woman and lusts after her. There is a possibility you can look at a woman and not lust after her. There is a possibility. But now, the last thing after her is when you open the inner eyes. You send that graphical image to the heart. And then something happens, is that the heart is deceived. The whole intention, the heart deceives another intention in you. The Bible says in the book of Psalms chapter 66 verse 18, that if I regard iniquity, the Lord will not hearken to my prayer. Let me tell you one thing. This lusting after that woman, you have not done that act physically, but you have done it in your heart. When Eve was deceived by the serpent, the Bible says that the moment, the Bible says in verse 6, Genesis chapter 3 verse 6, that when the woman saw that the tree, that the fruit was good for food and pleasant to the eyes and desirable to make one wise. That means that Eve decided to bring that graphical image to the eyes of his own heart. That is when he sinned against the Lord. But when he ate that tree, when he ate that fruit, that was a manifestation. Sin ya kwanza yenye alifanya ni wakati yeye mwenyewe ali open up the gate pass of her own heart, that akakubali the eyes of the heart to see and to desire that which he saw in his brain. There is a very big mystery that comes along wakati Mungu alikupatia mawazo na akakupatia roho. The Lord separated the mind and the heart. The wisdom of the Lord and the understanding of the Lord is far much that we can accommodate in us. We cannot understand it fully. Hatuwezi elewa yote. There is a great understanding and a mystery
according to the knowledge and the wisdom of God. The reason that he separated the two is because he gave you a filter, kichungi ya kuchunga kila kitu ambayo inaingia kwa roho yako. Kwa hivyo unaweza ona kitu na ukuwe na kichungi katika roho yako. Oh, so it is possible for you to have a filter of everything that enters into your heart. That is why Jesus says that whoever looks at a woman and lusts after her, he is giving us a pattern and telling us that there is a possibility that you can look at a woman and not lust after her. That is when you have the knowledge and the understanding of the principles and the precepts of God. Wakati wewe mwenyewe umedig deep kutaka kujua, when the Spirit of God teaches you how to guard your own heart. But by the Solomon anasema ati that I gave myself to pleasures. I said to myself, I will enjoy pleasure. That whatever my heart desired, I did not withhold from it. Whatever I saw, I accepted it and I did it. That means that alifeed roho yake na maovu. That is why at last ali end up kusema I wish I knew. He ended up saying all is vanity and gasping of the wind, because he did not have the understanding to guard his own heart. And now Jesus said that whoever looks at a woman and lusts after her, I tell you that he has already committed adultery in her heart. Wacha tuingia katika book ya Genesis chapter 3 tuisome. We understand the concept of how you can open the gate pass of your heart to the enemy. This is what happens. The Bible says in verse 1, now the serpent was cunning than any beast in the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat from every tree of the garden? He inaitango the strategy of deception. This is the gate pass of deception. And wakaendelea kuongea na the woman, and the woman said to the serpent, we may eat from the tree in the garden of Eden, but the tree of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. And the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that the day that you will eat it, your eyes will be opened. Your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6. So when the woman saw, Bwana Yesu asifiwe sana, this is not something that happened in one day. Wajua, the Bible is not written in a way that imetuandikia ili take duration gani kutoka time yenye Eve alikuwa deceived mpaka ile time yenye ali yield to the temptation. Hatujaambiwa how long it took, but tumeambiwa that so when the woman saw that the tree was good for food and it was pleasant to the eyes. This is not a normal desire. This is when he became obsessed. She became obsessed with the tree. She became obsessed with what she saw. And the Bible says that it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise. Desirable. The word desire, the desire is of the heart. Seeing is of the eyes, thinking is of the mind, but the desire is of the heart. That means that yeye mwenyewe, she did not have the understanding or the wisdom to guard her heart. She did not know that when you look at something and lust after it, you have already sinned. So in the essence, in the first essence is that yeye mwenyewe wakati aliangalia ile matunda akaanza kukuwa obsessed nayo. That is the first sin that she did, because yeye mwenyewe aliopen the loophole. Then the spirit ikaingia ndani yake. That is why it is so hard, it is so easy for you to sin when you have a desire. Wacha tufungue the book of James. I want us to open the book of James to understand the concept of desire. Mwana asifiwe sana. James, in the book of James chapter 1 verse 13, this is what the Bible says. No, kutuanze verse 12. The Bible says, blessed is the man who endures temptation, for when he has been proved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Let no one say he is being tempted. Let no one say when he's tempted, I'm tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. Verse 14. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed.
One is tempted when he is drawn away. Yani desire huwaga zinakuita, zinakutoa in the path of light, zinakuseduce when you're outside the path of light. Zinajua ya kwamba as long as you are in the path of light, as long as you are obeying the commandment of the Lord, as long as the only thing unaona is the commandment of God, that we mwenyewe haujapay attention to that desire, haujapay attention to that temptation. So the basic tool that shetani huwaga anatumia ni the attraction. Yenye tulikuwa tunaongea kuhusu jana, that the serpent made the tree look attractive than any other fruit in the Garden of Eden. This is the concept of attraction. It takes away your focus from what you're focused in. Inaeka mahali penye hiyo temptation iko. That means that your eyes and the eyes of your mind, the eyes of your heart are looking straight at the temptation. And then this is the sequence of mankind. This is the pattern of mankind. That whatever you expose your mind to, it becomes an action. You are going to do it. Because the Bible says that that one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. Then the scripture says, then when desire has conceived, it gives birth to sin. That means that desire huwaga ina grow kila siku, ina grow every time that you desire. It becomes greater and great. It becomes bigger and bigger each and every second. Na kuna time itafika that itafika limit ya kugrow, and it will give birth. It will give birth to sin. That you, wakati wewe mwenyewe umedesire sana, lazima uta give birth to sin. Ni kama mtu mwenye na watching pornography. Wakati umezoea kuwatch kila wakati, it will lead you to masturbation deliberately. Definitely uta lead to masturbation. Because hiyo climax ya hiyo desire, lazima hiyo desire itataka kukuwa met. Lazima itataka kukuwa fulfilled. Then you find yourself that wewe mwenyewe you exposed yourself, you exposed the eyes of your heart to something. Then your heart desired that something, and the heart is the most deceitful. That means that what you are used to see or thinking, it must come and it must bear fruits of an action. And that action, whenever that action grows, it gives birth to something called a habit. Then when this habit grows, day by day, it develops a character. Then when this character grows, it develops a destiny. The more you do it, the more you enter into slavery. And one thing that Jesus is saying, he's giving us this pattern, he's giving us this formula, that whoever looks at a woman and lusts after her, because these are the eyes of the heart. Haya ni macho ya roho ya mwanadamu. Macho ambayo maandiko yanasema kwamba roho ya mwanadamu ndio udanganyika sana. Then in your heart, where that desire rests, there is something in a soul called affection. It affects the affection. Your love towards that thing inaanza kuwa developed. Because the heart has already desired. Now, when the affection start absorbing that desire, kitu ingine huwaga ina happen. You make a judgment of sinning against the Lord. When that judgment is made, wewe wakati wenye una sin, wewe wakati umeingia ndani, then something else happens. Solomon anasema Ecclesiastes 5:10 that you can never get satisfied with what you love. That means that unataka kufanya hiyo kitu tena. This is a pattern. Then wakati umeifanya tena, na wakati umeifanya tena, you develop a habit. And the more una develop a habit, hii ndio kitu inaitangwa addiction. Wakati inakuja kukua character, sasa hiyo ishakuwa inbuilt ndani yako. Wakati imekuwa character sasa, huwaga ina develop na ina burst off. Wakati imekuwa character ndio mtu huwaga anashindwa kutoka. Unashindwa hii kitu umezoea na unashindwa kuacha kuwatch porno, lakini umelemewa kabisa. Unajaribu kuacha kumasturbate, unajaribu kuombewa uokoke, but then again that pattern still repeats itself because you have defiled the inner man. You have defiled the soul. Wewe mwenyewe umefeed soul, umecorrupt soul yako with an image that has rested in the memory.
Kwa soul pia kuna kuwaga na kitu inaitwa memory. That is where logic is stored, intelligence is stored, wisdom is stored. That memory, that picture in your head becomes more clearer. Hata wakati hauna hiyo simu, hata wakati hauwatch hiyo porno, hata ukiwa kwa barabara, you can still see the image in your head. And because that image is taking control of your mind, it is taking control of your heart. It is a spirit that is growing day by day. Wakati unapitia katikati ya watu ukiona tu msichana hivyo, well, the only thing you think about is having sex with her. Ukiona mwanaume, the only thing you think about is having sex with her. Wakati uko peke yako kwa nyumba, the only thing you think about is that atmosphere of immorality. That is why Jesus said that whoever looks at a woman, looking at a woman is one thing, lusting after a woman is another thing. Bwana asifiwe. That is what the Bible says in James chapter 1 verse 15. Then when desire has conceived, it gives birth to sin. And when sin is fully grown, it gives birth to death. Now this death is the death of the conscience of mankind. Kwa sababu wakati wewe mwenyewe umezoea kusin, wakati umezoea kusin, the more you do it, the more the inner man decreases in you. The more the power of God, the ability to listen from God decreases from you. The more the Spirit of God departs from you. So unajipata when you are sinning again and again and again and again, the conscience dies and unakosa sauti ya kitu inaitwa counsel. The voice of counsel departs from you. And when the voice of counsel departs, then wewe mwenyewe unaingia into slavery kwa sababu hauna kitu yenye inakustop, hauna voice inakuongelesha, because the conscience dies due to ignorance. When you ignore the conscience again and again and again, it dies. Bible inasema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa mfanyikazi na alikuwa amepatiwa shamba na kuna mti alikuwa amepatiwa na mkubwa wake aweze kuilimia. And the Bible says that hiyo mti haikuwa inazaa mazao. So yeye mwenyewe mdosi wake akamwambia kata hiyo mti na uiondoe kabisa. But yeye mwenyewe akamwambia hapana, hiyo mti naweza ipalilia na najua inaweza bear fruit. That yeye mwenyewe alikuwa analilia, mdosi wake anamwambia hapana, give it another one season, it will bear fruit. This is the sound of the Holy Spirit interceding for you. He doesn't give up on you. Saa hiyo. And one thing about the deception of the wicked one is that wakati yeye amekudeceive, wakati umesin mara ya kwanza, one thing happens is that yeye mwenyewe huaga anakam na anaanza kukufanya kitu inaitwa condemnation. He start condemning you. The Holy Spirit of God convicts. The devil condemns. Anakuambia wewe umekosea Mungu. Mungu atakangi hivi, hata ufai kwenda kanisa. Haufai hata ukaribia Mungu. Wakati unasikia your spirit, God amekasirika na wewe, you can feel it. That you no longer have the joy of the Holy Spirit. You no longer have the peace of God. Na hiyo time ndo unajipatanga shetani ndo anakuongeleshanga, anakuambia ushasin mara moja, kuna haja gani ya kushinda hapo, sin tena tu. Hakuna sin na sin, zote ni kitu moja. Hakuna muizi na mtu wa kutenda usherati, ni kitu tu same. Unaenda una sin tena. You obey the voice of counsel of the Holy Spirit, mwenye anakuambia you should repent. Unaanza kufeel that repelling from God. Na hiyo kitu ndo inafanyanga watu wengi sana wa backslide completely. Because they don't understand that when the Holy Spirit of God is grieving in you, you're supposed to repent with sackcloth. You're supposed to go before the Lord. You're supposed to cry before the Lord. Unafasa hiyo kwenda mbele za Mungu na umlilie with a contrite spirit and a broken heart. But then there is a force that is speaking in you. Kwa sababu wewe mwenyewe uliyield to the temptation. You yielded. You lasted. Wakati yenye mtu ana last, huaga anajipatia nguvu, unasema yenyewe mimi naendelea kufikiria hii kitu kwa sababu bado sijasin. Let me tell you. Think about the end of the matter even before the beginning. Think about the consequence of something before you select a choice. Because the devil will give you 1,000 choices, but you have to be wise to choose the consequences before you choose. You take the choice. Kuna kuwaga na choice na consequences. But not the deception of the enemy does not show you the consequence. Inakuoneshaga two choices. But because of the desire, the
blindfulness, the blindness that is created due to that desire growing in you. Wewe mwenyewe hauonagi consequence, unaonaga tu choice. Hiyo desire wakati yenye ina grow inakuoneshaga hii kitu ni fiti sana by the way. Na kwa sababu uko na mwili, na mwili ni adui ya Roho Mtakatifu wa Mungu, umeanza kuingia katika realm ya mwili. This is the realm that wewe mwenyewe umeshakuwa adui ya Mungu. You have yielded your will, the self will in your soul. Will yako isha yield against the Holy Spirit of God. So you have accepted the sin. You have accepted the desire in you. Umeikubali. That is why Jesus alikuwa anasema, foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Because in a man's heart kuna desire mingi sana. Kuna a lot of lust. Yeye mwenyewe, the eyes of her heart, the eyes of his heart, ishaanza kuona hiyo dhambi very clearly. So hata wakati unalala, the only thing you think about is that graphical image in your head. Hakuna kitu kingine unaweza fikiria. Hata ukienda kanisa, unaendaga kanisa and there's those monitoring spirits, they are speaking to you. Zinaanza kuharakisha utoke kanisa haraka sana, tuende shughuli, kuna kitu kingine ya maana kuliko kanisa. So we unakujanga kanisa kucheza tu chini. That's unapataga watu wanachelewa kanisa, unashindwa wanachelewa kwa sababu gani? Because in their heart they do not have the desire of God. Jesus himself said that due to a lot of lawlessness, the love of many has grown cold. The love in your heart for God grows cold due to a lot of lawlessness. The love of God will grow cold because you are getting used in lusting after things. And when you lust, one thing happens is that the Spirit of God cannot dwell in you. So wakati the Holy Spirit of God anaanza kuondokea, anaanza kukulilia, you feel that guilt in you. Then you start feeling warmth in the desire that you already have. Because man must be ruled by one power, either God or either the enemy, the devil. So wakati we mwenyewe umeturn your back from God, you open your heart for the devil. Na yeye mwenyewe ata make sure that your desire, those monitoring spirits, zitakuwa zinakuvuta tu closer to that desire, closer. Na unajua spirit si kama mtu ati leo saa hii anaweza kudanganya ati kesho hayuko. Hapana, spirit itakupata hata ukiwa kwa nyumba, itakupata hata ukiwa wapi, hata ukiwa kwa gari, hata ukiwa kwa kitanda, hata uko wapi ama wapi, hata uko church, itakutembelea. This is a spirit, they are monitoring spirit, and they keep speaking to you. That is why you have to rise up and declare this day that my soul is not going to be entangled by any other voice but the voice of the Holy Spirit of God. Silence every voice that speaks in your heart. Silence every voice that speaks to your ears. Every voice that speaks to you. Every serpent that deceives you, asking you or deceiving you against what the Lord God has spoken. Because God, wakati nye shetani akitaka kule foundation yake, huwaga anale foundation yake na kenye Mungu alisema. That is where the first words of the serpent zilikuwa hizi: has God really said? Because what God has said, that is the baseline, that is the content, that is the solid content that yeye mwenyewe atatumia so that he can deceive you with it. That wewe mwenyewe ufanye against kenye Mungu amesema. So if your eyes are not focused on the word of God, your eyes are not focused in what God said, wewe mwenyewe utajipata turn back. Na utaanza kudevelop hizo spirit, zitaanza kusubua day by day. Na acha nikwambie, ni watu wengi sana wanakuwa wamekumbwa na hizi maroho zote chafu zenye zimewashika mateka na wanashindago watatoka aje. Kuna watu wako saizi ako into masturbation na anashindago watatoka aje. Ndio yeye mwenyewe anajua si mzuri, because ame reach point that conscience imekufa, ame come back to his own senses, but yeye mwenyewe hana the appropriate knowledge ya kumtoa katika ile slavery. And nikasema the last time that they shall know the truth. They shall know the truth. There is a specific truth in each and every deception that mankind is deceived by the enemy. There is a specific truth ya kukutoa kwa hiyo bondage. Kuna kuwaga na hiyo specific truth. Specific truth ya kutoa mtu kwa masturbation ni tofauti na specific
the specific truth ya kutoa mtu kutoka kwa drugs. They need two different contents of truth. You need to understand that if children do not sit down and discuss the root of what caused their havoc, they cannot solve anything unless you understand the root cause of this thing, unless you understand the pattern that shetani alikuletea ili ndo akudeceive. Wewe mwenyewe unaweza ishi kwa slavery maisha yako yote unless you understand hii concept. Ignorance will lead you to just recycling pain in your life. Wakati mtu anadhani ati anaweza acha hizi mambo na yeye mwenyewe hajaokoka vizuri. Unajua kuna watu wanataka kutoka kwa slavery ya maybe yeye mwenyewe amezoea usherati, anataka kutoka kwa hiyo slavery, but yeye mwenyewe anadhani juu alikuja kanisa Sunday, yeye haombi, hasomi neno, hata hataki kujua, hataki kudig deep ku understand. And I always say that the seed to an answer is a question. That if you don't ask a question, you do not deserve an answer. Mtu yote mwenye huaga anajibiwa ni mtu yote mwenye anataka akona swali. That is why you have to have an intelligent question each and every day of your life. You have to ask yourself questions. Why do this happen? Why does this happen? Kwa nini hii sequence inakuwaga hivi? Kwa nini watu wengi sana saa hizi wameshikwa na roho ya usherati? Kwa nini hiyo ina happeniki? What happens? Kuna watu wenye yeye mwenyewe ameishi kukua deceived na shetani ya kwamba yeye mwenyewe ako kwa usherati na haezi toka rahisi. Wokovu ni ngumu sana. Kuna mtu nimepatana naye leo ako karibu 50 years. Bado anakunywa pombe. Anajiambia gati time yake haijaifika. Nikamwambia hivi, hakuna time yenye inafika. Yeye anasema ati pombe si mbaya, ati Yesu alitengeneza pombe. Nikamuuliza, Yesu yeye mwenyewe alikunywa? Hiyo pombe ndio unasema si mbaya, lakini ni watu wangapi imeua na sasa wako kwa kaburi? How many people have been murdered by it? Ni watu wangapi saa hizi wenye waliacha watoto wakiwa high school? Aliacha mtoto mdogo akiwa ananyonya akakufa juu ya pombe. Ni watu wangapi? Ignorance recycles pain. There is no other end. Ignorance will lead you to the grave. That if you don't stand firm and try to understand the concept, the pattern, the formula of getting out of bondage, this is the truth that sets you free. And only the Holy Spirit of God can open your understanding so that you can perceive. Whoever looks at a woman and lusts after her has already committed adultery. Guard your heart, because out of it flows the springs of life. Ye mwenyewe Eve alishindwa kuguard her heart. That is why alianza kuona ile matunda na akaanza kukubalisha open the eyes of her heart. And when the eyes of her heart saw, that moment the Bible says that when she saw that she saw that the tree was good for food and even pleasant to the eye and desirable to make one wise, he ate some and gave to her husband who was with her, who also ate. And when they ate, the eyes of both of them were opened. The Shekinah glory left them. They were left with guilt. They were left with barrenness, nakedness. They were left with emptiness. Because when you sin against the Lord, the glory of God departs from you. The covering of God departs from you. That is the pattern of the wicked one. God bless you so much. Na watende mema. Thank you so much. Tulikuwa na Lois Namayo, tulikuwa na Nancy Kamau, Grace Loman, God bless you so much. Molly Wanjiku, Pastor Caroline, God bless you. Benedetta Ndegwa, Mungu awabariki sana. Tuko na Terika Ryuki, tuko na Moigai Florence, Waithira Wanjora, God bless you so much. Catherine Kariuki, Lois Namayo, God bless you so much. Joyce Dutana, sema amen. Nemo Derito, Grace Loman, amen. God bless you so much. Mary Terry, Waithira Wanjora anasema Mungu tupe hekima na maarifa. Amen. The Lord is going to give us wisdom and understanding so that we can perceive that which is hidden in the spiritual world. These secrets are ours and our children. Thank you so much. Nimomothoni, thank you so much. Teresia Wangaru, Tune Nakuru, thank you very much. Grace Peter, Mungu akubariki sana na watendee mema. Let us give thanks. Abba Father, in the mighty name of the Lord, we worship you and give you glory.
We give you honor and all adoration and might, O God. You deserve all the praises. You deserve all adoration. You deserve to be glorified and to be magnified, O Lord Almighty. We worship you this day, Jehovah Lord. We magnify your name, O God, in this altar. We pray that you may give us the inner eyes, O God. We pray that you may give us the wisdom, O God, to guard our hearts. For this is the wellspring of our lives, O King of all the glory. That we may not open a gate pass for our souls to the devil, Jehovah, King of all the glory. That the eyes of our hearts may not see the things of the world, may not see the deception of the wicked one. Because the heart is the most deceitful, my Father, that it may not get deceived by the things of the world, Jehovah Lord. Help us to guard our hearts, O God. Help us to guard our inner eyes, the eyes of our hearts, my God. The Lord Father, we may live right, Jehovah Lord. That we may know, Lord Father, we may discern what to open our eyes to, O God. Your law, your statutes, and your commandments. The Bible says in the book of Proverbs chapter 4 verse 20, that my son, if you pay attention to my words and incline your ears to my sayings, that we should not let them depart from our eyes, the eyes of our heart, O King of all the glory. Oh, we release ourselves unto you, my God. We render ourselves unto you, my God. May you continue enriching us, O God, with thy wisdom, with your understanding and knowledge, O Lord Almighty. In the name of the Lord Jesus Christ, we live our lives unto you, because you alone, O God, you are the good shepherd of our hearts, Jehovah Lord. We worship you, O God, of whom we are. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen, amen. Thank you so much. Tender Care Support, Mungu akubariki sana. Sara Wanja, Mungu akubariki. Pastor Dan Karanja, our bishop, Mungu akubariki sana. Pastor Dan anasema God bless you so much, Pastor. Thank you very much. God bless you too, Pastor. Benedetta Ndego anasema amen. God bless you, Pastor David. God bless you too, Benedetta. Wanjiru Wanjora anasema pia wewe ubarikiwe, Pastor David. Amen, amen, amen. Mungu abariki sana. Mpaka tunane siku ya kesho, siku ya Tuesday. Mungu abariki na watendee mema. Wale ambao wajaokoka, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, ninaja mbele zako, ninakuomba uniokoe dhambi na makosa. Nisafishe Bwana, nikubalike mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi Bwana, ninaomba univike vazi la utakatifu wako. Nipe hekima yako, nipe maarifa yako, nipe kujua Bwana. Nisaidie Bwana na Roho wako Mtakatifu. Nipe furaha yako, ikuwe nguvu zangu. Nipe amani na utulivu rohoni mwangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, na uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kutoka siku ya leo nimeokoka na Yesu ni Bwana. Amen, amen, amen. Mungu abariki wale ambao wameokoka. Bwana, naomba ukaweza kuwa pamoja nao Bwana, ukaweza kuwalinda, ukuwa mchungaji wao, ukaweza kuwa Mungu wao Bwana, Mungu wa rehema. Jehova, wewe ambao ni jiwe ambalo lililokataliwa na wajenzi Bwana, wewe ndo Mungu tu ambaye Bwana unaweza saidia wokovu wa mwanadamu Jehova. Na waachilia mikononi mwako Bwana, ukaweza kuwalinda, ukaweza kuwafunza njia zako Jehova, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Thank you Jane Gitao. Wale ambao wangetaka kutoa their tithes and their offerings, unaweza toa katika paybill, utawekewa na our producer. And may God continue blessing you and being with you all the days of your life. Amen, amen, amen. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Theophilus TV, MURATA
wa Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ĩkuuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩmakarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ, na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa gũkũ thĩ. Theophilus TV, MURATA wa Ngai.